نحن ما أتينا بدين جديد، لكن الذي لا يميز قد يقول إذا سمع منا كلاما هو حق وصحيح من جهله. نحن والحمد لله على الخط الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا من علماء الإسلام، ما فتحنا للناس خطا جديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اجعلنا ويانا خالصة لوجهك الكريم، اللهم آمين. بسم الله. Tunaendelea kukisoma kitabu kiitwacho Al-Arba'un an-Nawawiyya, Matnul Arba'in an-Nawawiyya, utunzi wa al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi ad-darain. Tunaendelea tulipofikia katika utangulizi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi ad-darain, amin. Wa qad istakhartu Allah ta'ala, na hakika nimemtaka kheri Mwenyezi Mungu mtukufu, fi jam'i 40 hadithan, katika kuzikusanya hadithi 40, iqtidaan bihaulai al-a'immati al-a'lam, kwa kuwafuata, kwa kuwafanya vigezo hawa maimamu watambuzi, hawa maimamu maarufu, al-a'lam kwa maana ya maarufu, wa hufadhi al-islam, na wenye kuhifadhi Uislamu. Kwa nini akasema wa hufadhi al-islam? Kwa sababu wao hawakusanyiki juu ya kupita njia ambayo ni batil, na Mtume ametufahamisha kwenye hilo kwamba ummati wake, yani wanawazuoni wake, hawakubaliani juu ya upotevu. Kwa hiyo wanawazuoni wa ummati wa Muhammad wakikubaliana kwenye zama fulani kwenye kulifanya jambo fulani, basi hilo jambo ni sahihi moja kwa moja, na mtu kuenda kinyume nalo hilo ndiyo yeye atakuwa ameingia kwenye batil. Waqad ittafaqa al-ulamau, na hakika wameafikiana wanawazuoni. Hapa kwenye 40 an-Nawawiyya ametumia neno ittafaqa, wameafikiana. Makusudio wengi katika wanawazuoni wamewafikiana juu ya hili, ala jawazi al-amali bil hadithi dhaifi, juu ya kujuzu kuifanyia kazi hadithi dhaifu, fi fadaili al-a'mali, katika fadhila za matendo. Hivi ndivyo alivyosema hapo kwenye utangulizi wa hii Matnul Arba'in an-Nawawiyya. Lakini kule kwenye kitabu chake Al-Adhkar, huyu al-Imam an-Nawawi amesema ittafaqu ala istihbabi al-amali bihi, wameafikiana juu ya usunna wa kuifanyia kazi hadithi dhaifu. Kwa hiyo baina ya ibara mbili hizi, ibara hii iliyopo kwenye hichi kitabu cha 40 an-Nawawiyya na ibara iliyopo kwenye kitabu chake cha Al-Adhkar, kuna tofauti ambayo haifichiki. Ibara iliyopo kwenye kitabu cha Al-Adhkar inaleta faida kwamba kufanyia kazi hadithi hiyo dhaifu kwenye fadhila za matendo, hilo ni sunna. Ama hii kauli aliyoisema hapa kwenye kitabu chake Matnul Arba'in an-Nawawiyya inajulisha juu ya kujuzu tu, sio sunna. Kufanyia kazi hadithi dhaifu kwenye fadhila za matendo kuna sharti zake. Kuna sharti 3 ili isihi kuifanyia kazi hadithi dhaifu kwenye fadhila za matendo. Sharti ya kwanza, kama walivyosema wanawazuoni, an yakuna alhadithu ghaira shadidi dhafi, iwe hadithi sio yenye udhaifu mkubwa. Kwa hiyo hadithi ambayo ndani yake wamepwekeka wale ambao ni waongo tu, wote kama ni waongo tu, hiyo hadithi hiyo haifanyi kufanyiwa kazi. Pia na hadithi ambayo ndani yake wamepwekeka wale ambao ni wenye kutuhumiwa kwa uongo, au ndani yake wamepwekeka wale ambao makosa yao ni mabaya, kwenye riwaya zote mathalan ikawa kama hivyo, hiyo hadithi haifai kufanyiwa kazi, moja kwa moja inaachwa. Sharti ya pili, an yakuna mundarijan tahta aslin amin, iwe ni yenye kuingia chini ya msingi enevu. Yani ikiwa unataka kuifanyia kazi hadithi dhaifu,
hilo jambo unalotaka kulifanya liwe limekuja katika hadithi nyingine au aya nyingine, au imekuja notsi katika aya au hadithi inayofahamisha juu ya kufaa kufanya hilo jambo ambalo unataka kulifanya. Kwa hiyo ambacho hakina asili hasa moja kwa moja haifai kufanywa kazi, yani kufanya tendo ambalo halina asili, halina msingi kwenye hadithi au kwenye Qur'ani, mtu akategemea tu hii hadithi dhaifu, haifai. Sharti ya tatu, alla yu'taqada 'inda al-'amali bihi thubutuhu, kutoitakidiwa wakati wa kuifanyia kazi hiyo hadithi dhaifu kuthibiti kwake. Mtu asijakaitakidi kwamba hii hadithi ni imesihi, asijakaitakidi kwamba ni maneno ya mtume kweli, lialla yunsaba ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ma lam yathbut anhu, ili kisinasibishwe kwa mtume sallallahu alayhi wasallama ambacho hakijathibiti kwake yeye. Lakini kwa nini wamesema kwamba hufanyiwa kazi hadithi hiyo kwa sharti hizo tatu? Wamesema hivyo kwa sababu hiyo hadithi ikiwa ni dhaifu, kwa sababu kudhofisha hadithi ni ihtimal tu, madhanna tu. Ikiwa ni sahihi, basi hujulisha juu ya kwamba wewe umeshafanyia kazi kauli ya mtume, tayari umeipa haki hadithi ya mtume. Na ikiwa sio sahihi, basi pia hayaji juu ya huyo mtu aliyefanyia kazi uharibifu wowote au ubaya wowote au dhambi yoyote. Kwa nini? Kwa sababu amefanyia kazi ili hali hicho kitu ambacho amekifanya imekuja katika hadithi nyingine au aya nyingine, notsi inayofahamisha juu ya kufanya hicho ambacho anakifanya. Hiyo ndiyo sababu ya kutaja hizo sababu tatu au hizo sharti tatu. Hiyo ni dhaifu, na katika kitabu cha Sheikh wetu Abdullah al-Harari ambacho kinaitwa At-Ta'aqqub al-Hathith na kitabu chake kingine kinachoitwa Nusratu At-Ta'aqqub al-Hathith, una ndani yake utoshelevu juu ya kufahamisha masala kama haya. Kwa hiyo mtu anataka ziada arudi kwenye vitabu hivyo, atapata zaidi. Amesema mtunzi Mwenyezi Mungu amrehemu, wa maa hadha, na pamoja na hili, yani pamoja na kuwa inajuzu kufanyia kazi zile hadithi dhaifu zilizopita nyuma kwa riwaya tofauti tofauti, kwa sababu haziendi kinyume na sheria na kwa sababu zimetimiza sharti tatu za kufanywa kazi hadithi dhaifu, falaisa atimadi, pamoja na hayo basi hakukuwa kutegemea kwangu katika kuzikusanya hizi hadithi 40 ala hadha alhadithi, juu ya hii hadithi. Aliposema kwamba hakukuwa kutegemea kwangu juu ya hii hadithi ambayo wanawazuoni wameifanyia kazi, yani makusudio ni kwamba kutegemea kwangu kukusanya hichi kitabu cha hadithi 40 sio kwa ile hadithi dhaifu tu, la, sio kwa hadithi dhaifu tu, bali pia nimefanyia kazi kwa kutegemea kitu chengine ambacho ni sahihi na kunalitia nguvu hili jambo ambalo mimi nimelifanya. Ndio akasema bal ala qawlihi sallallahu alayhi wasallama, bali pia ni juu ya kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallama fil ahadithi sahiha, katika hadithi sahihi, liyuballighi shahidu minkumul ghaiba, afikishe mwenye kuwepo miongoni mwenu kumfikishia ambaye hayupo. Na hadithi hii ameipokea Imam Bukhari na Imam Muslim. Ndani ya hadithi hii muna kuhimiza, tena kuhimiza kuliko kukubwa juu ya mtu kutakiwa ajifunze na afundishe, kwani lau sio kujifunza na kufundisha ungelienea ujinga na kungelikatika kufanyia kazi matendo na sheria. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallama, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallama, yani pamoja na kutegemea kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallama, nadhara Allahu mra'an, amenawirisha Mwenyezi Mungu kunawirisha uso wa mtu ambaye samia maqalati, amesikia maneno yangu, yani amesikia kutoka kwangu, au amesikia kutoka kwa aliyenukuu kutoka kwangu, au amesikia kutoka kwa aliyenukuu kutoka kwangu, au yule ambaye amesikia kwa sanadi mpaka kwangu mimi. Ndiyo makusudio ya maneno haya. Fawaaha, akayahifadhi hayo maneno yangu, ameyahifadhi kwa moyo wake na akadumu juu ya kuyazingatia.
faaddaha, akayatekeleza, yani akayafikisha, akayasomesha, kama sami'aha, kama alivyoyasikia, yani bila kubadilisha. Na hadithi hii ameipokea Abu Daud na At-Tirmidhi, na amesema At-Tirmidhi hadithi hasanun sahihun, ni hasan sahih. Na kwenye baadhi ya riwaya imekuja farubba muballighin au amin sami'in, huenda mwenye kufikishiwa ni mwenye ufahamu zaidi kuliko mwenye kusikia kutoka kwao. Na hii inajulisha juu ya kwamba inawezekana sahaba ikawa ufahamu wake ni mdogo zaidi kuliko baadhi ya wale ambao amewasomesha, au kuliko baadhi ya wale ambao amewafikishia hadithi. Na kwenye baadhi ya riwaya farubba hamil fiqhin ghayru faqihin, huenda mbeba wa fiqhi sio faqihi, sio mwanazuoni. Yani hii inafahamisha juu ya kwamba wewe sio ikiwa maana yake umesoma kitabu fulani ndio utakuwa umekifahamu zaidi, na sio kuwa wewe umesoma kwa walimu fulani mwanafunzi wako hawezi kukupita. Anaweza akakupita, Mwenyezi Mungu akamjalia ufahamu kuliko wewe. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, na huenda mbebaji wa fiqhi akifikisha fiqhi kwa ambaye ni mwenye ufahamu zaidi kuliko yeye. Thumma min al-ulamai, kisha ni katika wanawazuoni, man jamaa al-40 fi usuli din, aliyekusanya hadithi 40 katika misingi ya dini, yani katika mambo ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, na mambo yanayohusiana na mitume, na mambo yanayohusiana na kufufuliwa na kukusanywa pamoja na malaika na vitabu vyenye kuteremshwa na mfano wa hayo. Wa ba'dhum fil furu'i, na baadhi yao katika furu'i, yani hukumu mbalimbali za sheria ambazo zinafungamana na matendo ya waja. Wa ba'dhum fil jihadi, na baadhi yao katika fadhila za jihadi, yani vita ambavyo ni vyenye kuwekewa sheria kupigana na makafiri, sio vita vyovyote. Wa ba'dhum fi zuhdi, na baadhi yao wametunga katika zuhudi, kuipa mgongo dunia, yani uchache wa kuwa na hamu na dunia na kuipa mgongo dunia. Wa ba'dhum fil adabi, na baadhi yao katika adabu. Al-adab ni wingi wa neno adab, na adab ni uzuri wa hali na tabia na kujipamba kwa mambo mazuri, na huingia ndani yake pia jambo hili la adab ambacho wamekikusanya baadhi ya wanawazuoni katika masala ya tasawuf, kwa sababu tasawuf ni tabia, ni mkusanyiko wa tabia njema. Wa ba'dhum fil khutab, na baadhi yao wamekusanya katika khutba, na khutab ni wingi wa neno khutba. Na baadhi yao pia wametunga katika tabarruk, na baadhi yao wametunga katika hadithi ambazo ni musalsalat, hadithi musalsalat. Takuta nyingine mathalan, huyo amepokea kwamba mtume ametabasamu na yeye alipomsimulia mwingine akatabasamu, na aliyepokea kwa huyo sahaba na yeye akatabasamu alipomsimulia mwingine. Au nyingine zinakuja kwa kushabikisha mkono baina ya mtume na sahaba, na huyo sahaba alipomsimulia mwingine akashabikisha mkono baina yeye na sahaba, hivyo hivyo. Hizi ni musalsalat. Nyingine inakuwa musalsalat kwa siku maalum, kwamba hiyo hadithi inapokewa kwa sanadi hiyo kwenye siku fulani maalum, kama vile siku ya Arafa, siku ya Idi na mfano wa hiyo. Wa kulluha maqasidu salihatun, na yote ni makusudio mema, yani ni malengo mazuri yote walotunga wanawazuoni katika hayo. Radiyallahu an qasidiha, Mwenyezi Mungu awawie radhi wa kusudiaji wake. Wa qad ra'aytu jam'a 40, na hakika nimeonelea kukusanya hadithi 40, yani nimefikia kwa mujibu wa mtazamo wangu na fikra zangu kwenye kuhangaikia jambo la kuzikusanya hadithi 40. Ahamma min hadha kullihi, muhimu zaidi kuliko hizi zote, yani ambazo zimekusanya mambo muhimu zaidi kuliko hizi hadithi nyingine ambazo wamezikusanya hawa waliopita. Wahiya 40 hadithan, nazo ni hadithi 40 mushtamilatun ala jamii dhalika, ambazo ni zenye kuyakusanya hayo yote. Hizo hadithi 40 zinakusanya haya yaliyotajwa nyuma na mambo mengine. Wa kullu hadithin minha, na kila hadithi katika hizo hadithi 40 ambazo amekusudia kukusanya Imam Nawawi, qaidatun adhimatun, ni msingi mkubwa, min qawaidi dini, miongoni mwa misingi ya dini.
yani ni msingi mkubwa ambao hujengwa juu yake masala mbalimbali ya wenye kufanya ijtihadi. Kupitia hadithi hizo wanazuoni wamefanya ijtihadi. Kwa hiyo hapa anafahamisha kwamba sio kila jambo itakuja hadithi na sio kila jambo itakuja aya. Kuna baadhi ya mambo hukumu zake zinatoholewa kupitia hadithi na kupitia aya, lakini haijaja hadithi hivyo hivyo kwamba hili jambo ni hivi, bali hayo ni masala ya ijtihadi kama walivyofanya wanawazuoni. Waqad wasafahu ulamau, na kila hadithi katika hadithi hizo hakika wameisifia wanawazuoni, anna madara alislami alayhi, kwamba mzunguko wa Uislamu upo juu yake. Yani hukumu nyingi katika hukumu za Uislamu hujengwa juu yake. Kwa nini? Kwa sababu hutoholewa hukumu kupitia hadithi hiyo. Nyingi katika hizo hadithi au kila moja katika hizo hadithi ni hivyo ilivyo, hutolewa hukumu mbalimbali kupitia hadithi hiyo. Au huwa nisfu lislami, au ni nusu ya Uislamu, au thuluthuhu, au ni thuluthi yake, wa nahwu dhalika, na mfano wa hivyo. Kwa hiyo kila moja katika hizo hadithi pakasemwa kwamba miongoni mwazo ni nusu ya dini au thuluthi ya dini au robo ya dini au ni khumusu ya dini. Na alikuwa al-Hafidh al-Faqih al-Shafi'i Abu Amr ibn Salah ameandikisha kwa imla kwenye majlisi moja, yani kwenye kikao kimoja, hadithi 27, hadithi ambazo ni mfano wa hizi hadithi ambazo Imamu Nawawi amekusudia kukusanya. Yani ni hadithi ambazo zinakusanya hukumu nyingi, ni hadithi ambazo hutoholewa kupitia hadithi hizo masala mengi katika masala ya kisheria. Na al-Imamu Nawawi kupitia hizo hadithi 27 akafanya kuwa ndio msingi wake. Akajengea Imamu Nawawi rahimahullahu kitabu chake kupitia hadithi hizo, kwa sababu yeye Imamu Nawawi amezidisha juu ya zile hadithi 27 katika kitabu chake Al-Adhkar, hadithi 3, kwa ujumla zikawa hadithi 30. Kisha akazidisha juu ya hizo hadithi 30 hadithi 12, kwa ujumla ikawa ni hadithi 42, na hizo hadithi 42 ndio hichi kitabu Matnul Arba'ina An-Nawawiyya. Amesema Imamu Nawawi, Mwenyezi Mungu amrehemu, thumma altazimu fi hadhihi al-arba'ina, kisha najilazimisha katika hizi hadithi 40 alizokusanya humu ndani ya kitabu, antakuna sahihatan, ziwe ni sahihi. Makusudio akisema ziwe ni sahihi ni kwamba zisiwe dhaifu. Akisema sahihi, kwa hiyo hapa anakusudia kwamba inaweza ikawa sio sahihi bali ni ndugu wa sahihi, yani ikawa ni hasan, kwa sababu hasan ni ndugu wa hadithi sahihi. Makusudio yake isiwe ni hadithi dhaifu. Wa mu'dhamuha fi sahihi al-Bukhari wa Muslim, na sehemu kubwa ya hadithi hizo 40 zimo katika vitabu viwili vya hadithi sahihi cha Imam Bukhari na Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amrehemu. Ama baadhi ya hadithi itakuwa ni kwa pamoja, yani hizo hadithi zimo kwenye sahihi ya Bukhari na sahihi ya Imam Muslim, na baadhi ya hadithi zitakuwa zimo kwenye sahihi Bukhari tu, na baadhi ya hadithi zimo kwenye sahihi Muslim tu. Wa adhkuruha mahdhufatan as-sanidi, na nitazitaja hadithi hizo 40 hali ya kufutwa sanadi, yani an fulan an fulan an fulan, atafuta. Kwa nini? Liyashula hifdhuha, ili kuwepesike kuzihifadhi, wa yaumma lintifau biha, na kuenee kunufaika kwa hizo hadithi 40 kwa sababu ya uwepesi wa kuzihifadhi pale ambapo atafuta sanadi. Insha Allah taala, hilo pindi akitaka Mwenyezi Mungu mtukufu. Thumma utbi'uha bibabin fi dabti khafiyi alfadhiha, kisha nitazifuatishia hizo hadithi 40 kwa mlango ambao ni katika kudhibiti ufichiko wa matamko yake, yani mlango ambao utakuwa katika kubainisha baadhi ya matamko mageni katika hizo hadithi 40.
Kwa hichi kitabu cha Matnul Arba'in an-Nawawiyya sio kama ilivyo kwenye baadhi ya chapa zinatiwa tu hadithi 40 tu. La, Imamu an-Nawawi hakutunga hivyo. Alitunga hichi kitabu Matnul Arba'in an-Nawawiyya, halafu mwisho akaeka alhadithul awwal, alafu akaanza kutaja neno fulani maana yake fulani, neno fulani maana yake fulani, mpaka hadithi ya mwisho, kwa ajili ya kubainisha maana za baadhi ya matamko katika hizi hadithi 42. Na baadhi yao cha kushangaza wanachukulia hoja hadithi zilizomo katika hichi kitabu kupitia Imamu Nawawi, kupitia mgongo wake, na halafu wanatafsiri kwa tafsiri ambazo zinaenda kinyume na hata kauli zake yeye mwenyewe Imamu Nawawi mwisho, ambazo ametoa maana yeye mwenyewe. Pia hizo tafsiri wanazozitoa zinaenda kinyume na tafsiri za wanawazuoni wote, wakaleta uchambuzi ambao unaenda kinyume na dini haswa. Mtunzi anasema wayambaghi likulli raghibin fil akhirah, na inatakikana kwa kila mwenye kuwa na raghba ya akhira, yani kila ambaye ni mwenye kupita njia ambayo ni yenye kuokoka, kila ambaye ni mwenye kupita njia ya kuokoka, ayarifa hadhihi alahaditha, azijue hizi hadithi, yani azijue kwa tamko na maana, limashtamalat alayhi min almuhimmati, kwa kilichojikusanya juu yake kuna kwa mambo muhimu mbalimbali katika kubainisha mambo ya aqida na kanuni mbalimbali, yani misingi mbalimbali ya kisheria. Limashtamalat alayhi min almuhimmati, kwa ambacho zimejikusanya juu yake kuna kwa mambo muhimu mbalimbali katika kubainisha mambo ya aqida na kanuni mbalimbali za sheria ya dini. Wahtawat alayhi, na kwa ambacho zimezunguka hizo hadithi 40 juu yake, minat tanbihi, kunako kuzindua, ala jamii taati, juu ya taa zote, taa ambazo zinahusiana na moyo na taa ambazo zinahusiana na kiwiliwili. Kwa nini akasema hivyo? Kwa sababu hizi hadithi anazozikusanya ni kama vile mifunguo ya matendo yote, ni kama vile mifunguo ya kheri zote. Wadhalika dhahirun liman tadabbarahu, na hilo ni lenye kuwa wazi kwa ambaye amelizingatia, yani ambaye ametafakari kwenye hilo. Wa ala Allahi i'timadi, na kwa Mwenyezi Mungu kutegemea kwangu, yani katika mambo yangu. Wa ilayhi tafwidhi, na kwake yeye kutegemea kwangu, yani mimi najisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Wastinadi, na kuegemea kwangu, yani kuelekea kwangu na kutaka kuhifadhiwa kwangu ni kwa Mwenyezi Mungu. Walahul hamdu, na yeye anastahiki shukran, wa ni'matu, na ni milki yake neema, yani vipewa. Kwa hiyo hakuna ambaye ni mwenye neema kwa uhakika, hakuna kupatikana neema kwa uhakika isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hapana kwa mwingine isipokuwa sura tu ya kwamba huyu ananeemesha, ni sura kwamba huyu amekupa, sio kiuhakika kwamba yeye amekuneemesha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, wama bikum min ni'matin famin Allah, kwa kusudia kwamba ambacho maana yake ni kwamba ambacho kipo kwenu nyinyi kuna neema mbalimbali ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu kukiumba. Wa bihi tawfiqu, na kwake yeye kupatikana tawfiq, yani yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anaumba uwezo wa kutenda kheri kwa mja, hakuna mwingine mwenye kulifanya hilo. Wal ismatu, na kwake yeye kuhifadhiwa, yani yeye ndiye ambaye anamuhifadhi na anamlinda kuepukana na kuvuka mipaka na kuepukana na kuingia kwenye maasi. Na amenukuu Ibn Furak kutoka kwa al-Imamu Abul Hasan al-Ash'ari kwamba al-lutfu, neno al-lutfu, anna al-lutfa qudratu ta'a, kwamba al-lutfu ni uwezo wa kufanya taa. Wa anna anwa' al-altafi, na kwamba aina za rehma
idha tawalat, zikifululuzika, wa fa'alaha Allahu bilmukallafi, na akazifanya Mwenyezi Mungu kwa mtezo nguvu na sheria, yani akamwezesha Mwenyezi Mungu mja wake kutenda hizo khairi. Walam tatakhallalha kabiratun, wala hazikuingiwa kati na madhambi makubwa. Qila liman fu'ila bihi dhalika, husemwa kwa ambaye amefanywa hilo na Mwenyezi Mungu, yani amewezeshwa, amerehemewa kwa kutenda taa. Husemwa vipi? Innahu ma'sumun mutlaqa, hakika yeye ni mwenye kuhifadhiwa moja kwa moja. Wadhalika ka ahwali al-anbiya wal mursalin, na hilo ni kama vile hali za mitume na mijumbe, wao zimefurulizika rehma za Mwenyezi Mungu kwa wao na altaf, yani rehma za Mwenyezi Mungu, mpaka wakaitwa maasumuna, wamehifadhiwa. Wao ni wenye kuhifadhiwa kutokana na madhambi makubwa, kutokana na kufuru, kuepukana na madhambi madogo ambayo ni yenye udhalili ndani yake. Ama mawali, yani watu wema, wao wakifikia daraja fulani kuwa ni mawali, kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya, mtu akifikia kuwa wali, la yanqalibu baada dhalika aduwa, hageuki baada ya hapo kuwa ni adui. Maana yake mtu akifikia kuwa ni wali, huyo anahifadhiwa na Mwenyezi Mungu kutokana na kufuru, ni maasumu kutokana na kufuru tu, lakini akifikia daraja ya kuwa wali kweli, sio kwa kujidai, lakini hujuzu kwa yeye kuingia kwenye madhambi. Kuingia kwenye madhambi sio muhali kwa yeye, kwa sababu yeye sio mtume. Kwa leo tunafikia hapo, na biidhnillahi taala tutakuja kuendelea kwenye hadithi ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwafikisha. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhiran. من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة، وإن قصرنا في الأعمال. نحمد الله على ذلك، اللهم لك الحمد.